Waga ihuyale konoko igumirarewe tukakaragira nyadoinisha nyina Warakonatawe heriya umidyo Amediyo tekengai wako Niwengetingiro jiye Taturina Talina shakam Olingaiyano Nikengweduleira Gainge shinge kweto Onaitiguaga Ihoyale akono Kui Ganera halewe Taliangege oragira Nyadoinishanina Wena kohonatawe Hedea umidyo Utekyongai wakwa Niwengetingiara Ojiaji olie Tutora nawe Talima shikam. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametupatanisha mahali hapa, vile ambavyo tulimuomba jana akaweze kutuwezesha na akatupe kibali kingine cha siku ya leo. Hivyo ndivyo amefanya asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba usiku ambao umepita ulikuwa na changamoto zake. Huo usiku wachawi walikuwa wanatokea na washirikina wakizunguka wako katika kazi zao, lakini huyu Mungu alitulinda usiku kucha. Miongoni mwetu hakuna mtu ambaye ameona shida. Naona kila mtu na ninahisi kila mtu ako na amani asubuhi ya leo. Huyu Mungu ni mwema, anatupenda na anatujali. Kupata kibali siku ya leo sio kawaida, maana kuna wengi tulikuwa pamoja na wao na wengi wameshaiaga dunia, ama wengine wamejipata katika ile hali ambayo hawakuwa wanaitarajia. Bwana asifiwe. Lakini sisi hakuna kitu tumempea Mungu, ni neema zake na upendo wake ambao ametuonyesha asubuhi ya leo. Kwa hivyo tufurahie katika Bwana na tushukuru katika Bwana. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Jenga Kahura. Niko katika ya madhabahu ya Synagogue Crusader for the Christ Ministry, na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Waruge. Tuko Nairobi, Kenya, hapa roundabout ya City Stadium. Jumba linaitwa Mank Center. Karibu sana wewe ambao unanitazama kwa wakati huu. Endelea kushare na kulike page yetu, tunajiita CTV Kenya, na pia usikose kusubscribe kwenye YouTube channel ambao tunajiita CTV Kenya. Unapofanya hivyo, hiyo ndio sadaka ambayo unampa Mungu asubuhi ya leo, ili hii habari njema ikafikie wengi. Maana kuna wengi ambao wanahitaji hili neno ambalo Mungu ameliweka kinywani mwangu, likawe baraka kwao, likawape nguvu na likawape tumaini siku ya leo. Kwa hivyo unapofanya hivyo, ujue ya kwamba unajumuika pamoja nasi, na kila ambacho Mungu anatupa asubuhi ya leo utapata mugao sawa sawa na sisi. Bwana asifiwe. Ni vyema tukae ndani ya Mungu na tuamini huyu Mungu na tutembee katika njia zake ambazo ni kamilifu. Bwana asifiwe. Tudumishe utakatifu na ataweza kuwa pamoja nasi. Atatushika mkono katika hii safari. Ataenenda kutupigania, ataenda kutufaulisha katika maisha yetu ya kila siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumshukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo ametenda, na ili tukaalike Roho Mtakatifu akaweze kutuongoza siku ya leo na akaweze kufanya matendo yake na kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Wacha tukaweze kushukuru kwa hayo ambayo Mungu ameshatupokeza asubuhi ya leo. Mungu wetu, asubuhi njema naja mbele zako, ninakushukuru.
Nasema Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni mtakatifu, hakuna wakulinganishwa nawe. Umetupigania vita usiku kucha Jehova, na umetupa ushindi asubuhi ya leo. Hakuna nyota yetu ambayo Shetani aliiba, hakuna chochote ambayo Shetani alifaulu kukiondoa kwetu, maana Mungu ulituma malaika wako wakatulinda usiku kucha. Ninakushukuru, pokea sifa na utukufu. Wakati huu mwingine Baba umetupa, tunasema ni asante. Tulikuomba Mungu ukaweze kutupa siku ya leo, tulikuomba Mungu ukatangulie, na hivyo ndivyo umefanya asubuhi ya leo. Tunatoa shukrani, pokea sifa na utukufu. Na mkabidhi mikononi mwako ambaye anayenitazama mahali popote alipo duniani. Jehova Baba, ni asante kwa kumwezesha na kujumuika pamoja nasi katika ibada yetu ya asubuhi. Ninajua kuna ibada zinaendelea Jehova, lakini hawa wamechagua kuendelea pamoja nasi na kutufuatilia Mungu. Ninajua Baba kuna kitu ambacho Baba utawapokeza asubuhi ya leo. Ninajua ya kwamba Mungu kuna kitu Baba utatia katika anga yao. Mungu, naamini ya kwamba kuna mafanikio utawapa. Wabariki, wainue Jehova, wawatendee mema Jehova. Kama ni wagonjwa Mungu ukaweze kuwaponya asubuhi ya leo. Kama moyo wao Jehova uko chini, ukuja Baba uwashikilie na uinue Jehova. Wafanyie matendo ya amani, wafanyie matendo ya furaha, maana ni watoto wako Jehova. Wanapojishirikisha katika haya madhabahu na katika haya mahumbiri Baba Mungu, Baba ukawakumbuke, watimizie haja za mioyo yao Jehova. Kawape vibali vipya asubuhi ya leo, ukawezeshe Jehova, ukafaulishe siku ya leo. Wacha wakawe na kibali Mungu. Wacha hili neno ambao Baba umenitia kinywani mwangu likawe neno la baraka, likawe neno la mwongozo, likawe nuru siku ya leo. Mungu wetu usiwaache. Wakiinukiwa Mungu, simama pamoja na wao Jehova. Jehova, na kuomba katika jina Yesu Kristo ukawawezeshe Jehova. Ninajua kuna changamoto zile ambazo zinawapata kila siku. Mungu wetu, tangulia kwa kila jambo. Wewe ndio suluhisho Jehova. Wewe ndio ambao unatupenda zaidi. Upendo wako Jehova ni halali. Upendo wako hauna dosari hata kamwe. Upendo wako ni kamilifu. Wapende asubuhi ya leo, wajalie siku ya leo. Endelea kuwapa kibali Mungu wetu. Endelea kutembea pamoja na wao. Wape amani na wape tumaini katika neno lako. Ni asante Mungu. Baba, naomba Roho wako Mtakatifu akaweze kuniongoza. Roho wako Baba akaweze kunielekeza. Roho wako akanisaidie nikaweze kunena ambayo Baba ni mapenzi yako. Nishike mkono Mungu katika hii safari. Baba, najitolea kama dhabihu Jehova iliyo hai, ukanitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini. Sote tuseme amen. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nataka tukaangazie mambo ya upendo na pia mambo ya kutoa. Bwana asifiwe. Tunataka tuelewe ya kwamba asubuhi ya leo love is giving, love is sharing. Bwana asifiwe. Tunataka haya maneno mawili ikawe mwongozo wetu wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Love is giving, love is sharing. Bwana asifiwe. Tunaposema hivyo, hili neno, haya maneno mawili ambayo ninayotumia ni maneno iko na nguvu sana. Ni maneno ukiingia kwa undani, ni maneno ambayo inampa mwanadamu furaha. Bwana asifiwe. Tunapoangazia mambo ya upendo, upendo ni kupeana. Hivyo ndivyo tulivyo katika haya maisha yetu. Unapotoa, unapopea mtu kitu, huo ni upendo. Bwana asifiwe. Tunafaa tujue tofauti ya upendo na kushare. Bwana asifiwe. Tunapoona katika hali ya kupenda, tunaona unaweza jitolea. Unajitolea kile ambacho uko nacho. Tunaona pia kama unataka kuwa popular katika ile kazi ambayo unafanya, ama katika ile kitu ama kutoa ile kitu uko nayo,
hiyo inatokana na kushare. Bwana asifiwe. Kama wewe ni muibaji, uko na kipawa ya kuiba, unapokitoa, unaposhare, unakuwa popular. Bwana asifiwe. Na pia wakati unapopea mtu kitu ama unaposimama unajitolea, hiyo ni upendo wa kutoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka haya maneno mawili ikawe mwongozo wako asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. John chapter 3 verse 16 nasema, For God so he loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Bwana asifiwe. Ni kwa ajili ya upendo. Kwa ajili ya upendo Mungu akamtoa mwanawe ili aje hapa duniani akanipe wokovu. Akakuja hapa duniani ili nikaweze kuwa huru. Bwana asifiwe. Huu ni upendo. Unapopeana, huu ni upendo ambao uko na nguvu sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima katika maisha yako ambayo unaishi, jua ya kwamba wakati unapoonyeshana upendo, lazima upeane. Bwana asifiwe. Wakati unapopeana kitu ambacho uko nacho, huo ni upendo. Bwana asifiwe. Na huu upendo ni upendo sababa na huu upendo wa Mwenyezi Mungu. Tunaona Mungu anasema, so he loves the world, he give. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vile Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa. Kwa hivyo upendo ni kutoa kile ambacho ulicho nacho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, kile ambacho uko nacho kitoe kwa mwingine. Bwana asifiwe. Pe mwingine, maana huo ndio upendo wa ukweli. Katika shughuli zako za siku ya leo, sikilia mtu mkono, mpe kile ambacho uko nacho, ukuwe sehemu ya kumfaulisha. Bwana asifiwe. Kama unafanya biashara na unaona biashara iko chini, ama leo hana kitu ya kuuza, ama unataka huyu mtu akaweze kuinuka katika biashara, mshikilie. Toa kile ambacho, umpe kile ambacho uko nacho. Bwana asifiwe. Na unapofanya hivyo, Mungu atakuwa pamoja nawe, atakufanya ukabarikiwe na atakufanya ukafanikiwe katika siku ya leo. Bwana asifiwe. Na kile ambacho uko na kile ambacho uko nacho ndani yako, ukakitoe kwa mwingine. Share with others. Share ile experience uko nayo. Share what you have. Maana unaposhare unampa mtu tumaini. Bwana asifiwe. Unaposhare ushuhuda ambao Mungu amekutendea, ushuhuda ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wako, unapoutoa unafariji mtu, unatia mtu nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapopenda na kutoa na kushare, inamaanisha ya kwamba unapofanya hivyo unampa mtu nguvu, unamtia mtu nguvu, unatia mtu imani kwa ile suluhisho anataka asuluhishiwe nayo. Tunajua ya kwamba mara mingi wakati tunapoona ama vitambu, wale ambao wanaandika vitambu wanashare their life experience, wanashare kile ambacho wamekipitia, wanashare kile ambacho wameshakipata. Bwana asifiwe. Na wanapofanya hivyo, hiyo ndio inayotupa moyo, hiyo ndio inatupa tumaini, maana wameshare. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona wakati unashare kile ambacho uko nacho, unabadilisha maisha ya mtu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, share ile idea uko nayo kwa mwingine, ili huyo mwingine akaweze kufanikiwa, ili huyo mwingine akaweze kusimamisha maisha yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho uko nacho usikae nayo ndani yako, share kwa wengine. Unapofanya hivyo unatimiza upendo wa ukweli ambao Mungu ameweka ndani yako. Bwana asifiwe.
Tunaona hata katika hali ya uongozi, tunaona kiongozi anatoa, anashare ile idea ako nayo, anatoa ile maono ambayo ako nayo, na ndio unapata anapotoa yale maono na kushare kile kiko ndani yake, ndio anapata kura zake kutoka kwa wananchi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema uelewe ya kwamba wakati unaposhare kile ambacho kiko ndani yako, ujue ya kwamba kinasaidia mwenzako. Ujue hicho ambacho uko nacho kitakuwa kwa manufaa yako, kwa manufaa pia ya nchi na katika ufalme wa mbinguni. Maana hata wakati unaposhare ushuhuda, kuna mtu ako mahali pale ambaye tu anagojea ushuhuda wako, anagojea tu utoe hiyo ushuhuda uko naye, upass through kile ambacho Mungu amekutendea. Anagojea ili ukamtie moyo, ili ukaweze kumpa tumaini katika maisha yake. Kwa hivyo wakati unapotoa, wakati unaposhare kile ambacho Mungu amekutendea, kwa hakika kitakuwa cha baraka kwa wengine. Kwa hivyo tusikae watu wa kujipenda, tusikae watu ambao hawajali. Lazima tukae katika upendo wa kweli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mara mingi unapoishi na unapofanya mambo yako, hakikisha ya kwamba hayo mambo hukai nayo, ukijua inaweza bariki mtu. Hayo kama unajua kwamba inaweza bariki mtu, kutia mtu nguvu, kwa hakika toa kile ambacho uko nacho. Bwana asifiwe. Unapofanya hivyo, huo ndio upendo. Maana upendo wa ukweli ni kutoa. The true love is sharing and giving. Bwana asifiwe. Huo upendo inaendamana zote pamoja, kushare na pia kuonyesha upendo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha ukapate mwongozo katika haya maneno mawili, sharing and giving. Hiyo ndio ambayo inamfanya mwanadamu Mungu akaweze kumkumbuka, Mungu akaweze kukutana na mahitaji yake. Wakati unapolilia Mungu, unapotimiza haya mambo mawili, kupenda na kutoa kile ambacho, kutoa, kupeana na kushare kile ambacho uko nacho ndani yako, Mungu atakufanya mtu ambaye, ama atakuona mtu ambaye ni mkarimu. Bwana asifiwe. Na tunajua katika kitabu hiki, katika Biblia, kinaangazia sana mambo ya upendo, give. Na hiyo ndio upendo ambao kila unapoenda katika kila haya maandiko, ukianza kuyachambua, unaona inazungumzia sana mambo ya kupenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nawahimiza katika jina Yesu Kristo, unapofanya hivyo utabadilisha maisha ya mwingine, utainua maisha ya mwingine, na kwa kutenda tendo kama hilo, Mungu ataenenda pamoja nawe. Mungu ataifanya siku yako ikawe siku ya furaha, ikawe ni siku ambayo iko na mazao. Mungu atasababisha maadui wote ambao wanaopigana na wewe, atafanya njia zao sikuwe telesi, hawatakufikia. Maana wewe sio mchoyo, maana wewe unasimama pamoja na watu wa Mungu, unasimama na wanyonge, unasimama na watu ambao wako wadhaifu, wako chini, unasimama pamoja na wao. Na ndio maana Mungu ako tayari kutembea pamoja nawe, ako tayari kukupigania, ako tayari kukushindania, bali tu udumishe upendo, utoe na pia uweze kushare kile ambacho uko nacho. Bwana asifiwe. Maana uweze ukaambia mtu unampenda na huyu mtu wako njaa, na uweze ukampe chakula, uweze ukampa maji, kikombe ya maji, alafu unamwambia unampenda. Kwa hivyo tunajua upendo wa ukweli ni wakati unapopeana. Upendo wa kweli ni wakati unapotoa kile ambacho uko nacho. Bwana asifiwe. Unashare kile ambacho uko nacho. Tunaona hata wakati unataka kukua popular, wale wote unasikia
wamekuwa celebrity, wale ambao unasikia wako na sifa dunia hii, wale wote unasikia wanatabulika, hawakunyamaza, ama vipawa vyao hawakunyamaza nazo, walizitoa, walisishare kwa watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ukitaka biashara yako ikaweze kufaulu, biashara yako ikaweze kujulikana, lazima ushare kile ambacho uko nacho, ushare kile ambacho unauza, ushare kile ambacho unachokifanya. Bwana asifiwe, ili ukaweze kutabulika. Na wakati unapotabulika, kwa uhakika utanawiri katika biashara yako. Vile tunavyoona katika biashara, kama ni kampuni ya mabegu, unaona kuna kampuni mingi siko na mabegu, zinauza begu ya chakula. Huwa wanajulikana na wanakuwa na sifa, wao ndio wako na begu mzuri, sio kwa ajili ati ni kutoa ametoa, ni kwa ajili wameshare the quality they have. Kwa hivyo share kile ambacho uko nacho, ndio kikaweza kuchaguliwa kama ni kizuri ama kiko quality ama kiko quality, na hapo ndio utajua venye utakavyofanya katika biashara yako. Hapo ndipo utajua ni nini utarekebisha, ni nini utaongezea, ni nini utapunguza. Bwana asifiwe. Kwa ajili kama unanyamazia kile ambacho uko nacho na ushare, na hakuna kushare kwa wengine, huwezi ukajua kama kitu yako iko sawa ama iko quality ama inapendeza ama inakubalika. Kwa hivyo asubuhi ya leo nawapa changamoto katika hili neno. Ukitaka ukajulikane na product yako ikaweze kujulikana, lazima ukaitoe, iachilie katika soko, iachilie ije, ili ikaweze kujulikana na ikaweze, iza kama ni kutolewa makosa, ili ukaweze kurekebisha. Bwana asifiwe. Maana uwezi ukarekebisha kitu ambacho hujui kama kinakubalika ama kinapendeza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapotoa hicho ambacho uko nacho, utapata mwelekeo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, kile ambacho uko nacho hakikisha kwamba umekitoa, umekiweka wazi, ili ujue utakiweka katika kiwango gani. Bwana asifiwe. Na pia uweze ukatoe, you give. Unapofanya hivyo, unapopeana kile ambacho uko nacho, Mungu atakubariki na Mungu atakuinua. Na wakati unaposhare kile ambacho uko nacho, kitakuja kujulikana, kitakuja kuwa na kibali. Maana uweze ukajua wala kufahamu ya kwamba kama kile kitu ambacho uko nacho ndani yako kina kibali. Ikiwa hujatoa, hauwezi ukajua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama unataka kibali asubuhi ya leo, kile ambacho uko nacho, kile ambacho kiko ndani yako, lazima ukubali ukishare. Bwana asifiwe. Uko na matumaini ya kwamba wakati unapofanya hivyo, Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu atakufanya ukafanikiwe, atakufaulisha na atahakikisha ya kwamba amekufanya ukajulikane. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tudumishe upendo, tutoe upendo wa kutoa na pia upendo wa kushare kile ambacho tuko nacho. Bwana asifiwe. Ninajua kwamba hili neno ni neno fupi, iko na maneno kidogo, lakini ni neno kubwa. Ni neno ambalo linaweza badilisha maisha yako. Na hili neno linaweza kubadilisha venye unaona mambo, venye unaangalia mambo. Haya maneno itabadilisha. Bwana asifiwe. Weka imani katika hili neno na weke tumaini katika hili neno. Limekuwa mwangaza wako, limekuwa nuru likuangazie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninayo imani siku ya leo itakuwa ni siku ya baraka kwako. Nina imani ya kwamba siku ya leo sio kama siku ya jana. Kile ambacho hukupata jana, leo Mungu kuna nafasi nyingine anaweza kukupa. Bwana asifiwe. Kile ambacho kilikusida jana,
leo unakiweza. Bwana asifiwe. Maana huyu Mungu ako na upendo wetu. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ako na upendo wa kweli, na anapoachilia huo upendo kwetu, tunasimama imara, tunakuwa na mwamko mpya na tunakuwa na tumaini jipya katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo, ombi langu ni Mungu awe pamoja nawe, akupiganie, akushindanie, akakupe kibali siku ya leo. Na unapoendelea kushiriki pamoja nasi katika ibada zetu za kila siku, ujue ya kwamba huyu Mungu kuna kitu atakupa. Kuna upendo na kuna kile ambacho haya madhabahu itaachilia ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Mbarikiwe na Mungu na amtendee mema. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Warwige. Tuko hapa Nairobi, roundabout ya City Stadium, katika jumba linaitwa Mang Center. Unapokuja mahali hapa, tuko tayari kukusikiliza, tuko tayari kushikana mikono ili tukamuite Mungu, tukamulilie Mungu akaingilie kati maisha yako, akaweze kuyashughulikia, akaweze kuyarejesha na akaweze kuisimamisha upya. Unaweza piga hiyo namba iko chini ya skrini yako ama utume SMS. Tuko tayari kukujibu, tuko tayari kusemesana na wewe. Bwana asifiwe. Tunawapenda, maana hii ni nyumba ya maombi na hii ni nyumba ya upendo. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa kwa ajili yenu ambao mmekataliwa, ambao hamna tumaini katika maisha yenu. Tuko hapa kumpa tumaini. Tuko hapa kuachilia baraka zenyu na kufungulisha milango ambayo Shetani alifunga, na tuko hapa kurejesha nyota zenyu ambazo ziliibiwa. Maono yenyu ambayo iliibiwa, tuko tayari kuirejesha, maana Mungu ametupa uwezo na ametupa hayo mamlaka. Na ndio maana haya madhabahu iko mahali hapa ili kashughulikie maisha yako siku zako zote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawaomba muendelee kulike na kushare page yetu CTV Kenya, na pia kusubscribe kwenye YouTube channel, na unapofanya hivyo utapata mgao ambao Mungu anatupa kwa ajili ya hii kazi. Bwana asifiwe. Wacha tukashukuru kwa ajili ya hili neno, na hili neno likawe nuru siku yetu ya leo. Bwana asifiwe. Baba wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako, tunashukuru kwa ajili ya hili neno. Hili neno Baba, wacha likawe baraka katika maisha ya watu wako. Baba, ukaweze kuwahurumia. Baba, ukaweze kuachilia upendo wako ndani ya maisha yao. Baba, siku ya leo ukawafaulishe, siku ya leo ukawape amani, ukawape furaha. Mungu wetu, tangulia kwa lolote ambao Baba watakuwa nalifanya asubuhi ya leo. Wale ambao Jehova mioyo yao iko chini kwa ajili ya ile situation wanaoipitia, Mungu Baba, naomba ukaweze kuingilia kati. Ni watoto wako, wahurumie Jehova, wape mwamko mpya Jehova. Mioyo yao Baba ukaweze kuiponya Jehova. Wale ambao ni wagonjwa, miili yao haina nguvu, miili yao Jehova iko na magonjwa, Baba ukaweze kuwaponya. Mifupa yao ikapate nguvu mpya, nyama zao ambao zimeugua zikaweze kupona. Nafsi zao Mungu pia ukaendelee kusipa nguvu Jehova, ili sisidi kukutumainia. Bariki kila mmoja wetu Jehova. Nasi Baba pia wakati unapobariki wale ambao wanaotazama, hata sisi Baba usisahau kutubariki. Baba tutendee mema. Baba ongoza sisi Jehova siku ya leo. Baba ukaweze kufanya tufanikiwe siku ya leo, ukatujalie ule upendo Jehova, na kile ambacho Mungu tutakuwa nacho ndani yetu Mungu, tuna uhakika Baba tutakitoa, tutashare na pia tutapeana Mungu, maana huo ndio upendo wa ukweli. Tunasema ni asante Mungu wetu Baba. Tunaomba Baba ukaweza kukumbuka mtumishi wako Reverend Dura Warwige Jehova, mahali pote alipo, pamoja na familia yake Jehova, na wana wote wa CFC Jehova, mahali pote walipo, na wale wote ambao ni partners wa CFC Mungu Baba, tubariki, tuinue. Wacha huu upendo Baba ukaishi na ukadumu miongoni mwetu. Tuangazie Mungu wetu, tufaulishe Jehova. Asante Mungu wetu, tunakupenda asubuhi ya leo,
na tunaomba Mungu usidi kutupenda, upendo wako usidi kumiminia upendo wako Jehova, na baraka zako pia Jehova. Sisi ni watoto wako, tuhurumie, tembea nasi siku ya leo, ifanikishe siku ya leo, na Baba kuweza kuwa nuru yetu siku ya leo. Tunajua kwamba Baba kuna mambo mengi ambayo utatupa, uko na baraka tele ambazo utaachilia kwetu siku ya leo. Baba, tuko tayari kusipokea Jehova, vile tu vilivyo Jehova, tuko tayari kusipokea kwa sifa na shangwe. Ni asante Mungu wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini, amen. Ukuwe na siku njema, Mungu akubariki na akutendee mema. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Have a lovely day and a blessed day. See you in our services, lunch hour, and also evening. God bless you. We love you.